kwenye wokovu ni kwa neema, yani tunawezeshwa. Tunapokea upako wa kustahimili, wa kusamehe kiurahisi. Kazi mojawapo ya Roho ni kuachilia upako wa kusamehe, kuwapenda adui, na ni kipimo kimojawapo kwamba umejaa Roho wa Mungu ama roho nyingine. Ukijaa Roho wa Mungu, kwa kuachilia upako wa kuwasamehe adui zako. Pako kutoka kwa Roho kwa waumbaji, wanapokea upako wa kusamehe. Na ndio maana sasa tabia mojawapo ya Yesu ambaye ni fundisho kwa kanisa ilikuwa ni uombaji. Alikuwa ni mtu muombaji sana. Hujawahi kujiuliza yeye alikuwa mwana wa Mungu, tena Mungu, kwa nini aliomba? Pako maalum liomwezesha kuwapenda adui zake, kuwaombea mema adui zake, hakuwalani adui zake, aliwaombea rehema adui zake, kwa sababu Roho alimjalia upako wa pekee, ama kwa lugha nyingine, yeye alitumwa na Baba yake si afe msalabani tu tupate ondoleo dhambi kwa kifo chake, lakini aishi maisha ya agano jipya, awe fundisho kwa kanisa la kwamba agano jipya tofauti na agano la kale. Wakati wa kulipa kisasi umekwisha. Unajua Yesu alishangaza sana. Moja naomba nisomee Luka 22. Luka 22 mstari wa 40. Luka 22 mstari wa 40. Haleluya. Akawaambia wanafunzi, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Kwa lugha nyingine, ombeni mpokee upako wa kushinda jaribu liko mbele. Kulishinda kunahitaji upako maalum, na upako maalumu unapatikana kwa kuomba. Akasema ombeni. Biblia inasema yeye mwenyewe akafanya nini? Akajitenga, akapiga magoti, akaomba. Akasemaje? Hebu rudia tena katika.
malaika kutoka mbinguni akamtokea, akamtia nguvu kumwezesha kukinywea kile kikombe, kumwezesha kustahimili msalaba, akamtia nguvu. Swali, kwani kwenye bustani alikuwa peke yake? Walikuweko wengi, si ndio? Lakini alitiwa nguvu yeye kwa sababu aliomba. Hawakutiwa nguvu wote, alitiwa nguvu Yesu. Aliposema tuombe, walikwepa kuomba, walilala. Akatiwa nguvu yeye. Nenda kusoma. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba, hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Tabia ama alama mojawapo ya waliomwamini Yesu ni waombaji. Wana tabia kama ya Bwana wao, wana tabia kama ya Mungu wao. Nyakati za mwili alikuwa mwombaji, anaomba sana. Kwa hiyo Yesu hakuwa na nguvu za Mungu kwa kuwa alikuwa ni mwana wa Mungu tu, lakini alikuwa mwombaji. Hakupokea upako wa kushinda maovu kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu, lakini alikuwa mwombaji. Maana kanisa lake litaushinda ulimwengu kwa nguvu za Mungu. Litapokeaje? Kwa kuomba. Kama Yesu aliomba, wewe huombi, itakuwaje? Niseme ukweli, kukwepa kuomba ni upagani. Wapagani hawaombi. Kama unakwepa kuomba ni mpagani. Huwezi kuta wapagani wanaomba. Unaweza kukuta wanaimba tena nyimbo za Mungu. Nilipita siku moja mahali fulani, nikapita taa moja huko kwetu mkoani. Jamani, nishangaa kweli. Nikakuta walevi wamefanya duara, wanaimba nyimbo za kanisani, tena kwa Kiruga. Nyumbani ya baba mnawaka niambia, sasa naenda kuandalia makao. Wanapiga na hayo, nasema baba walevi hawa wanaimba kweli kweli, hawatani. Pombe ziko pale, kumbe walevi wanaimba, wapagani wanaimba, lakini hawawezi kuomba. Huwezi kuwakuta wanaomba wapagani, hiyo unakuta wanaimba. Sasa wamehamia makanisani, wapagani wanaimba sana na kunengua viuno, lakini kuomba hawako. Ni upagani. Nachukia wapagani wanajifanya wameokoka, lakini wapagani nachukia sana. Watu wasiotaka kuomba nasikia maumivu moyoni. Wanaokopa kuomba nasikia maumivu moyoni. Ila ni hodari. Hodari wa nini? Unijibu, hodari wa nini? Munione hivi hivi. Kwaya inapoteza thamani kama inakwepa kuomba. Haiwezi kuwa na upako wa kushinda dhambi. Haiwezi kuwa kwaya yenye mafunuo. Dhambi itatembea katikati yao. Wataziniana ovyo humo kwenye kwaya, wanazidi huku wanaimba kwenye kwaya humo.
kwaya vina tabia ya uombaji. Kwaya ikiomba, wakiimba, zinakuwa sio nyimbo, inakuwa ni unabii, wanatabiri. Nyimbo zao zinapona. Kwa Yesu alikuwa mwombaji. Kwenye maombi alipokea upako maalum. Unajua iko hivi, kila jaribu ama kila mapito yana upako wake, yana upako wake. Kwenye biashara kuna upako wake, kwenye magonjwa kuna upako wake, kwenye vita vya kiroho kuna upako wake. Ndio nasa kwa huko kwenye kazi wanakuja kukuloga, wakuharibie kazi, kiasi ufukuzwe. Manake unahitaji upako maalum wa kuwashinda hao adui. Badala ya kuhamishwa, wewe wahamishwe wao. Pako maalum. Na hauji kwa kuimba na kulalamika, hauji hivyo. Na washukuru vijana wangu, nisitaje, walikuwa ni walimu chuo fulani cha kijeshi, nisitaje. Sasa bosi akaanza kwa kinyume chao, anasema ninyi warokole mtawasambaratisha, ni wahamishe. Wakasema mzee, tumeletwa na Mungu hapa, tutahama sisi ama wewe? Mnasemaje? Sema ngoja. Wakaingia kwenye maombi, waliomba sana, wakasema Bwana, tunajua umetuleta hapa, nani wa kuhamishwa, sisi ama yeye? Wakaonyeshwa mtu mkubwa, wakaonyeshwa mti mkubwa umekatwa, bado kidogo uanguke. Roho akasema yeye ndiye atakayehamishwa, yeye ndiye atakaye hamishwa. Ukapita muda kidogo tu, ikaja barua kutoka makao makuu ya jeshi lao, uhamisho ghafla. Akawaendea akasema, vijana, kweli mna Mungu, kweli mna Mungu. Nimehamishwa kabla sijawahamisha. Kwa hiyo kila vita ina upako maalum, na huja kwa njia moja, kwa kuomba, kwa kunena kwa lugha. Mzee, nimesema mwandike hapa yale maandishi ya zamani. Maombi sio saa, masaa, na kumsikiliza Mungu na maombezi. Waone wale wavivu wote, wakiona kumbe maombi ni masaa hapa, kama inawezekana wakimbie. Ndio kwamba kumbe naomba masaa, hawendi na wakati. Nenda, usije tena katika jina la Yesu. Kanisa halitaongezeka, tuko wachache. Bora wachache wanaenda mbinguni, wasioma ni vigumu kwenda mbinguni. Watu hawaelewi. Alafu sinitishe, nina ufunuo mzito sana. Naliona watu wachache wamenyakuliwa, watu wengi wamebaki ni wa makanisani, wamebaki watu wengi. Nilimuuliza Mungu, kwa nini watu wengi wa makanisani wamebaki? Nikapewa jibu. Roho wa Mungu hana nafasi kwao. Tena nikapewa mfano kali kweli. Nasema niliona watu wawili wanamuua mwenzie, alimwambia aumeze ule mua bila kuukata wala kumenya.
Alijaribu kumeza, alishindwa. Nikasikia sauti, muwa ni mtamu sana, ili ufaidi una kanuni zake, unakatwa na kumenywa ndipo unaliwa. Akasema kuja mbinguni kuna kanuni zake. Kwa nini Bwana alisema mkabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa nini aliweka mwishoni Roho Mtakatifu? Akasema kuna vipindi vitatu. Kipindi cha uumbaji kilikuwa chini ya Baba, ingaja utatu ulikuwepo. Ukisoma Mwanzo 1:26. Kipindi cha ukombozi kilikuwa chini ya Mwana, ingaja utatu ulikuwepo. Akasema Mathayo 3 mpaka sura ya 4. Akasema kipindi cha kanisa kiko chini ya Roho Mtakatifu. Yohana 14:16. Kianza na mstari 15. Aisha neno kwa Baba, nitawaambia msaidizi mwingine akae nanyi hata milele. Manake aliyekabidhiwa kanisa ni Roho Mtakatifu, ndio kiongozi wa kanisa. Na kwa sababu hana nafasi, mambo mengine yamechukua nafasi. Haitawezekana wakati wa parapanda kuwa tayari kwa unyakuo. Roho anaongea na waombaji, sio wategeaji. Anasema nao waombaji, huwapa ndoto za kinabii, huwapa maono ya kinabii. Ni waombaji tu. Kuomba kwa lugha nyingine ni kufungua mlango, kwamba Roho Mtakatifu, nataka uniongoze. Haya, tumrudie Yesu pale sasa kwenye bustani ya maombi. Wengine wamelala pale. Tumrudie Yesu. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Shida ya mshirika asiye mwombaji, anakosa ufunuo wa nyakati. Yeye anadhani nyakati zote ni sawa, lakini washirika waombaji huwa Roho anawajulisha kwamba usiku wa leo sio wa kulala, siku ya leo sio ya kula, ni ya kuomba. Anasema amka kuomba, anawaamsha, wanaomba. Wanajua kumbe usiku haufanani. Akakuta wamelala. Twende. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, mkutano wa watu na yule aitwaye Yuda, ambaye ni mmoja wa wale tenashara, amewatangulia. Akamkaribia Yesu ili kumbusu. Yesu akamwambia, Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Nauliza, aliongea kwa ukali? Aliongea huyu amekuja ni rafiki? Nauliza, ni rafiki? Anaongea namna gani? Kwa upole. Kaomba sana mpaka malaika amemgusa, akaendelea kuomba. Kapokea upako wa kuwa mpole kwa adui zake. Anaongea nao kwa upole. Pako ajabu sana. Na wale waliokuwa karibu naye walipoona yatakayotukia, walisema, Bwana, tuwapige kwa upanga? Swali, kwa nini wanauliza hivyo? Walilala, hawajui cha kufanya, hawaelewi wafanye nini, hawakupokea ufunuo kabla. Wanauliza kwenye vita wafanye nini? Unaona, ungekuwa karibu, ungesema mwende kwenye mafuta kwa nani? Kwa Mwaposa. Limetokea tatizo, nenda kanyage mafuta. Wanauliza swali,
Manake hawakuwepo kwenye maombi, walikosa ufunuo.